Na taarifa ambazo zinatufikia kwa sasa mtazamaji ni kwamba aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua asema yuko tayari kufanya kazi na Raila Odinga mwaka wa 2027 ikiwa anatuhitaji. Rigathi Gachagua anaonekana kutoelewa chuki yake ya kisiasa na kiongozi wa ODM Raila Odinga ambaye sasa anamheshimu sana kama mwanasiasa mwerevu. Baada ya miaka mingi ya ushindani mkali, Gachagua amedokeza uwezekano wa kufanya kazi na Raila, mwanaume ambaye aliishi kumuonya na kumfukuza. Aliyekuwa naibu wa rais alitangaza kwamba Raila atafaulu katika kisu chake cha 6 katika kiti cha urais cha mwaka 2027 ikiwa hatapata uungaji mkono kutoka kwa Mlima Kenya. Aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua sasa anasema anaweza kushirikiana kisiasa na kinara wa ODM Raila Odinga iwapo fursa kama hiyo itaweza kutokea. Katika mahojiano na KTN News mnamo Jumatatu jioni Februari tarehe 24, Gachagua alifichua kuwa miongoni mwa maazimio yaliyofikiwa katika mfululizo wa mikutano ambayo amekuwa nayo nyumbani kwake wa Mohoro, kaunti ya Nyeri, ni ushirikiano wa Mlima Kenya na viongozi wengine. Hata hivyo alitangaza kuwa Rais William Ruto tayari yuko nje ya mlinganyo huo kutokana na usaliti wake dhahiri kwa eneo hilo uliodhihirishwa na kuondolewa kwa Gachagua na madai ya ahadi zisizotimia za kampeni. Gachagua alisema lengo kuu ni kuchumbiana miongoni mwa wengine Raila, kiongozi wa Wiper Kalonzo Musyoka, Eugene Wamalwa wa DAP Kenya na gavana wa Trans Nzoia George Natembeya. Kulingana naye, Mlima Kenya itatafuta mgombeaji urais iwapo swali la hesabu litakubalika. Vinginevyo mkoa utatafuta kuungana na mtu yeyote wa nje ambaye huleta nambari kwenye meza. Kwa vyovyote vile, Mlima Kenya lazima uwe katika utawala unaofuata, alitangaza aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua, nikiweza kunukuu maneno yake. Lazima tuwe serikali ijayo kwa njia mbili: moja, tuanishe kura zetu kwa kura milioni 8 na kutafuta marafiki wengine na kuwa na mgombea urais wa kutoka mlimani. Tukiona hesabu ziko sawa tunaendelea, tukigundua hesabu haziko sawa, kwa sababu siasa hizi ni mchezo wa hisabati, hatuna ubinafsi, tuko tayari kufanya kazi na watu wengine, alisema aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua. Gachagua alionekana kupendelea Raila ikilinganishwa na chaguzi zingine. Akifuatilia, naibu huyo wa rais wa zamani alibaini kwamba nguzo za bosi huyo wa ODM zinaweza kutegemewa kutokana na uaminifu usio na shaka ambao wapiga kura katika maeneo hayo wanamuonyesha kwake Raila Odinga. Aliongeza kuwa ikiwa Raila atachagua kutoa nafasi yake ya 6 katika kiti cha urais mwaka 2027 na kutafuta uungaji mkono kutoka kwa Mlima Kenya, basi atakuwa na nafasi kubwa zaidi wakati huu. Gachagua alionekana kuhitimisha kuwa mgombeaji yeyote aliyebarikiwa na mpiga kura wa Mount Kenya na uhakika wa kushinda uchaguzi wa mwaka 2027. Nikinukuu, tuliangalia namba zake, namba zetu na namba nyingine. Inawezekana ya Raila inafurahisha zaidi kwa sababu tayari ana kura milioni 6.8. Tulimshinda kwa kura 200,000 peke yake katika uchaguzi uliopita. Tukikubali kumuunga mkono tunaweza kuwa tukichukua hichi kiti. Niliwaambia inawezekana. Nimeangalia utaratibu wake wa kupiga kura. Yeye huwa anapiga kura kati ya saa 1 asubuhi hadi saa 7 kabla ya yeye kukubaliana na rais. Kabla hajapiga kura unaweza kuipeleka benki, aliweza kusema. Yote hayo hata hivyo yanategemea uamuzi wa Raila. Maneno ya Gachagua ya kujipendekeza kwa Raila hivi majuzi yanaonekana kuwashangaza wengi, kwani alijulikana kuwa na chuki kubwa kwa Raila na siasa zake. Mara nyingi aliyekuwa naibu wa rais alimsuta Raila kwa kutumia uwezo wake wa kisiasa kutatiza utawala zilizofuata, kudhihirisha uwepo wake usiokubaliwa ndani yao na kutumia ushawishi sawia na wenye mamlaka halali kikatiba. Hata hivyo, baada ya kutimuliwa ofisini mnamo Oktoba tarehe mwaka 2024, mtazamo wa Gachagua kuhusu Raila ulionekana kuwa na mtazamo tofauti alipoanza kumpongeza mwanasiasa huyo mkongwe kwa ukakamavu wake usio na kifani katika historia ya siasa
siasa za Kenya. Sasa mara nyingi anamchukulia Raila kama mwanasiasa mwerevu ambaye amejenga chama dhabiti cha kisiasa ambacho hakiwezi kutamanika kutoka kwa jukwaa la kisiasa la Kenya. Alisema atakuwa akitafuta meza ya pande zote na mawaziri wakuu na waziri huyo mkuu wa zamani ili kuainisha ujanja wa kisiasa. Nitaweza kunukuu maneno ya Wakenya ambayo wameweza kusema upande ule wa comment section, upande ule wa Facebook. Nitaweza kunukuu, kuna kama huyu hapa aliweza kuandika hivi. Anaitwa Jesse Jackson, anasema this is the same man that used to insult Raila from morning to evening. Raila should never associate with these people. It's him they hate, and that is the pure truth. After all, Sugu is very close to Nyanza in western than Nyeri na Modo. Kuna huyu mwingine anaitwa Esther Nasimiwa, anasema hivi, but you voted William Ruto, we are voting him 2027. You never believe in Raila Odinga, you called him names. Kenzi sana. Jidim Safi anasema hivi, the people of Nyanza have no problem with Mulima people, they have a problem with those disturbing the president. There is another one, Kiprono Jr. anaongezea na kusema hivi, we are such stupid man in this country. If Uhuru, Kalonzo and Raila combine them, never intimidated superhero President Ruto. Sembusewe kijana mjinga who urinate to himself in impeachment process and get fated and rushed to hospital when he required to appear in Senate. Kuna Solomon Loyara anasema hivi, ushamwaga mtama tayari, hii haitakuwa ngumu. Many Kenyans are here basically to teach central leader a lesson that not everything is about the mountain. There is John Okech anaandika hivi, for this reason I will vote Ruto, just a word from Baba and that is all, and address your mountain, your tribal man, hatred will kill you. Raila do not need your approval, nor does he need your tribal advices. Kikuyu will choose to stay tribal or grow up. Paul Mwiti anasema hivi, but he won't spoil his legacy if he support you or your favorite candidate. See this guy blocked Raila from see this guy block Raila from climbing Mount Kenya in 2022. Shanga anasema hivi, Gachagua is very desperate to make sure Ruto does not win in 2027. He can't imagine Raila Ruto working together. Evelyn Odera anasema hivi, just let him destroy that legacy which you had already destroyed. Huko Negustos anasema hivi, the legacy you used to wake up every morning to go and destroy this guy should go to the Madare for mental checkup. Na kuna mwingine anajiita Trimpo Okari anasema hivi, you opted to destroy your job, useless man, you have no authority to plan for Kenya, you stand impeached. Oscar Ward Lingenga anasema hivi, I think there is a note the people of Mount Kenya took not to vote for a person from the Lake region. There is Pablo Mwiti anasema hivi, instead of this guy doing boardroom meeting to convince Raila, he is busy vomiting words in the media when others are making deals with behind the tent. Kuna Nyakwar Olidina anasema hivi, sisi tuko kwa serikali, wachana Raila Kikuyu mzuri ile amekufa. Na Ben Gori anasema hivi, what legacy are you talking about? I thought Raila stopped being relevant to you long ago. Anthony anasema hivi, William Ruto is the biggest problem we have in Kenya. There is Philomel Liech anasema hivi, Mount Kenya only want to use Raila to ascend to power. Gachagua should forget working with Raila. Kikuyu has a history of betraying other tribes. They are selfish and they want everything by themselves. Ever since independence, Kikuyu have been betraying Luos. The Kenyatta betrayed Odinga. Rubia and Matiba betrayed Odinga in 1992, and after a year Mzee Odinga died. Kibaki betrayed Raila in 2007 after Raila had supported him in 2002. Uhuru Kenyatta betrayed Raila in 2022, and recently in
you see Saga forget working with Raila. There is Elma Elmango anasema hivi, we can't confuse the mounted by supporting Gachagua. I'm sure they vote for Ruto because they don't trust the rules. Akili juu. Samibina anasema hivi, huyu mzee akikumbuka alikuwa vice president juzi tu na saa hii hata uzee wa kijiji hana, anasikia kuongea matope roli mzima. Na Charo Charles Bush anasema hivi, I hate this man is tribalism.